Katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32 inayosema mitego ya Shetani. Katika sura hii maandishi ya nabii yamefunua mambo mengi ya msingi ambayo yamekuwa ni mitego ya Shetani katika kuweza kuhakikisha ya kwamba anaendelea kuwaweka watu katika giza la kutokutubu hadi upatanisho wa Mwokozi utakapoisha. Nabii amefunua silaha muhimu ambazo Shetani anazitumia ili kuendelea kuwaweka watu katika giza la dhambi hadi kazi ya ukombozi itakapokuwa imefungwa rasmi. Kwa haraka, mambo ambayo yametajwa ndani ya sura hiyo, nabii ametaja mambo yafuatayo: moja, ametaja uchu wa chakula; mbili, ametaja habari ya kupuuzia maombi; na tatu, ametaja kuto kusoma maandiko. Mambo haya kwa pamoja yana mchango mkubwa sana katika kuweza kuwapoteza wanadamu, hasa pia kwa hata wale ambao wanadai kuwa kujiamini wapo ndani ya kanisa. Mambo haya yanaposhikiliwa na watu ambao wapo ndani ya kanisa, hawana utofauti na wale watu wote ambao kesi zao hazina matumaini kwa kuto kumjua Mungu, kwa sababu wakati wa kike utakapokuja kufanyika bado wataonekana na dosari, na dosari inasababishwa nini? Ni kutokana na mitego hii minne ambayo adui anaiweka. Sasa hebu tutazame mambo ambayo yamefunuliwa vizuri katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32. Katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32 kuna mada muhimu kama 6 hivi zimefunuliwa. Kwanza, muda wa pambano. Je, kazi ya uharibifu ya Shetani itadumu kwa muda wa miaka mingapi? Pili, juhudi za adui Shetani. Je, Shetani anatumia nguvu kiasi gani kuendelea kuwapoteza wanadamu? Tatu, watu wakiwa wamelala. Je, nini kinatokea au nini kinaendelea ikiwa watu hawana jitihada yoyote ile ya kuweza kuamka? Nne, Shetani yupo karibu sana kiasi gani? Tano, mawazo potofu wakati wa ibada. Na sita, watu wanapotafuta uamsho wa kweli. Sasa haya ni mambo ya msingi ambayo kwa namna moja, kama tukiweza kuwa makini, yataweza kuamua hatima nzuri ya kuto kupotea milele. Lakini kama tusipoelewa baadhi ya vipengele vya msingi katika mambo haya, kesi zetu hazina matumaini. Tuanze na jambo la kwanza, muda wa pambano. Pambano hili litadumu kwa muda wa miaka mingapi? Katika kitabu hicho cha Pambano Kuu cha Kiswahili ukurasa 396 na ile paragrafu ya kwanza, nabii anasema pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambalo limekuwa likipigwa kwa takriban miaka 6,000 linakaribia kufungwa, na Shetani anaongoza juhudi mara mbili kuishinda kazi ya Kristo kwa niaba ya wanadamu na kushikilia roho katika mitego yake, kuwashikilia watu katika giza na katika hali ya kutokutubu hadi upatanisho wa Mwokozi ushe na kusiwepo tena kafara kwa ajili ya dhambi. Ndiyo lengo analotafuta kulifikia. Ni hivi, kazi ya uharibifu wa Shetani imepewa muda wake. Baba ametoa muda kwa ajili ya kuweza kuonesha kile kitachotokea pale ambapo sheria yake haitafuatwa. Sasa tunaposoma katika kitabu cha Pambano Kuu, tunaeleza wazi ya kwamba pambano kati ya Kristo na Shetani ambalo limekuwa likipigwa kwa takriban miaka 6,000. Kwa maana nyingine ya kwamba sio kama miaka 6,000 imekaribia, ila tumeikaribia hiyo miaka 6,000. Kwa hiyo pambano kuu kati ya Kristo na Shetani litadumu kwa muda wa miaka 6,000 tu. Baada ya miaka 6,000 kazi ya Shetani itabidi isimamishwe, kisha baadaye malimwengu yote yatakuja kushuhudia mambo yanavyokuwa mabaya pale ambapo kwa muda tu sheria ya Mungu itakapokanyagwa. Kwa hiyo tunachotakiwa kuweza kufahamu hapo, Shetani yeye anafahamu wazi kwamba muda wake unakaribia kwenda kuisha, na miaka 6,000 kwa kweli inakaribia kwenda kuisha kabisa. In fact, ipo hivi, miaka 6,000 ya pambano kuu ilianza wakati kwa mara ya kwanza Adamu alipomchinja yule mwana kondoo kwa ajili ya kuweza kujipatia mavazi ya kuweza kuficha aibu yake. Pale ndipo miaka ya pambano kuu ilipoanza kuhesabiwa. Na wakati Yesu anakufa pale msalabani ilikuwa imeshapita miaka 4,000. Na tunakumbuka wazi kwamba Yesu alikufa msalabani mwaka wa 31. Kwa hiyo kutoka katika mwaka wa 31
hadi miaka 6 itimie inabaki miaka 2000, ambapo kutimia kwa miaka 2000 ni mwaka wa 2031. Sasa sipo hapa kusema wazi kutangaza ya kwamba au kupanga muda wa kusema kwamba Yesu anakuja 2031. Sisemi hivyo, ila kile ambacho kimesemwa kwamba pambano kuu kati ya Kristo na Shetani litadumu kwa muda wa miaka 6000 tu, na ukomo wa miaka 6000 ni 2031. Kwa hiyo tangu sasa hadi miaka 2031 tutarajie mambo makubwa ambayo yanaenda kutokea, na moja jambo kubwa ambalo litatokea ni pamoja na kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Tuendelee mbele. Kwa hiyo muda wa pambano kati ya Kristo na Shetani, kazi ya Shetani itadumu kwa muda wa miaka 6000 tu. Baada ya hapo Mungu hataiacha dhambi endelee kuwepo zaidi na zaidi watu wanapokuwa wamelala. Nabii anasema Pambano Kuu, ukurasa 396, paragraph ya 2, anasema kunapokuwa hakuna juhudi maalum zinazofanywa kupinga mamlaka yake, kutokujali kunaposhamiri katika makanisa na katika ulimwengu, Shetani hana wasiwasi kwa kuwa yuko katika hatari ya kupoteza wale anaowashikilia mateka kama apendavyo. Tahadhari inapotolewa ili kujali mambo ya milele na roho zinapouliza nifanye nini nipate kuokoka, anakaa chanjo akitafuta kupambana dhidi ya nguvu ya Kristo na kupinga mvuto wa Roho Mtakatifu. Hapa pana mambo mawili. Jambo la kwanza, ikiwa watu hawatafanya jitihada, hawatakuwa na juhudi yoyote ile katika kuweza kujiamsha, basi wataendelea kubaki katika hali hiyo, na hali hiyo haimpi wasiwasi adui. Kumbuka, wasiwasi wa adui unakuja pale ambapo watu wanatafuta uamsho wa kweli. Lakini ikiwa watu hawana juhudi zozote zile binafsi, wamelala tu usingizi, wanaenda kupotea kabisa. Kwa hiyo hii itatufungua macho ya kwamba katika safari yetu ya kuweza kushinda dhambi, mdhambi kama mdhambi, yeye naye pia ana sehemu yake binafsi katika kuweza kuachana na tabia mbaya. Tunajua hapa pana neema ya Mungu, lakini neema ya Mungu ikishirikiana na mdhambi kwa ufasaha kabisa, ndipo ambapo italeta matokeo ya kuweza kuachana na dhambi kabisa. Bila juhudi binafsi, bila kujitoa binafsi kuweza kushirikiana na Kristo katika kuweza kukomesha dhambi, dhambi haitaondoka. In fact, katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 4 Biblia inasema hatujafanya vita hata tukimwagika damu tukishindana na dhambi. Kwa hiyo sisi kama wadhambi bado tunayo sehemu yetu maalum ya kuweza kufanya ili kuweza kushindana na dhambi. Tunapochukua tahadhari, ndipo ambapo tunaweza sasa kuweza kuyashinda ile mivuto yote ya dhambi. Lakini pale ambapo tunaacha jitihada au tunapoteza juhudi binafsi, kwanza kabisa adui yeye anabaki katika hali ya kuto kuogopa kabisa. Kipengele kingine, tunaeleza kwamba adui yupo karibu sana na watu wa Mungu. Hata muda mwingine huwa yupo katika ibada. Kwa hiyo ni mara nyingi tu adui yupo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba mawazo ya watu wote siku zote yanaendelea kupoteza. Watu wanawaza vibaya, lakini pia watu hawavutiwi kuweza kujifunza kile ambacho Mungu amesema. Katika nabii anasema hivi, maandiko yanaeleza kuwa wakati mmoja malaika wa Mungu alipokuja kujizulisha mbele za Bwana, Shetani naye alikuja miongoni mwao, sio kusujudu mbele ya mfalme wa milele, bali kutafuta fursa ya kutimiza mipango yake mibaya dhidi ya wenye haki. Kwa lengo hilo hilo anakuwepo kati ya watu wanapokusanyika kumwabudu Mungu. Ingawa anajificha asione kwa macho, anafanya kazi kwa bidii zake zote kutawala akili za watu wanaokuja kuabudu. Kama jenerali mwenye ujuzi, anapanga mipango yake mapema. Kwa hiyo tunachofahamishwa hapo ya kwamba bado hatupo salama kama tutaendelea kupuuzia mambo ya msingi, kwa sababu kila hatua ambapo tunakanyaga bado adui amepewa nafasi ya kuendelea kuwa karibu na sisi. Sasa tutawezaje kumshinda kama ikiwa tutaendelea kupuuzia mambo ya msingi? Kwa hiyo hii inatufahamisha wazi ya kwamba hata tunapokusanyika katika ibada bado pambano linaendelea, kwa sababu kupitia mawazo Shetani anaweza kuweka mawazo yetu yawe mbali sana na ibada ambayo tunaifanya. Kwa mfano, katika siku ya Sabato, pengine watu wengi wanaamini kwamba Sabato inatunzwa tu kwa kupumzika kimwili, lakini mawazo yao bado yameelekezwa katika biashara zao, shughuli zao, mambo ambayo yanawapatia faida ya wao wenyewe. Hayo mawazo ambayo yamejengeka ama wanayowaza katika masaa matakatifu ya Sabato, bado ndani yake ni uvunjaji wa Sabato.
Sabato haitunzi tu kwa kupumzika kimwili, hapana, bali kwa mujibu wa maandiko, Sabato pia tunaweza kuitunza kwa kuacha kuwaza mambo ambayo ni faida yetu wenyewe. Kwa hiyo wakati adui yupo karibu na sisi, tunaweza kuwa tunaonekana ni watu wenye vitendo vya ibada, lakini mawazo yetu yapo mbali pamoja na sisi. Hapo bado shetani ameendelea kuchukua ushindi, kwa sababu bado ibada yetu inakuwa haina kicho mbele za Mungu, na bado tumebaki katika mambo ambayo yanatupendeza wenyewe. Kwa hiyo hapa napo tufahamu, tuchukue tahadhari, mawazo yetu tuyalinde, hasa wakati tunapokuwa katika ibada, kwa sababu tumeelezwa kwamba bado adui yupo karibu na sisi. Anaendelea kusema, anasema anapoona mjumbe wa Mungu akichunguza maandiko, analiona somo litakalohubiriwa kwa watu, ndipo anatumia hila zake zote na akili zake zote kutawala mazingira, ili ujumbe usiwafikie wale ambao anawadanganya kuhusiana na kipengele hicho kinachoandaliwa. Yule ambaye anahitaji sana onyo hilo anaingizwa katika miamala ya shughuli zingine zinazohitaji uwepo wake, au kwa njia nyingine atazuia asisikie maneno ambayo yangekuwa chumvi ya uzima kwa ajili ya uzima. Hapa napo pana jambo la msingi sana linaendelewa. Tumeona kwamba adui bado yupo karibu sana na watu wa Mungu, hata wakati ambapo wanaenda kwenye ibada. Lakini hata wakati wajumbe wanapoandaa mada mbalimbali ambazo kama zikifundishwa na zikisikiwa kwa watu wengi watatafuta uamsho wa kweli na kuweza kuamka. Sasa wakati maandalizi ya masomo muhimu yanapofanywa na wajumbe wa Mungu, bado shetani yupo karibu na anaona kile ambacho kinafanywa kikiwa kinamuumiza kwa hali ya juu. Hivyo anatumia namna nyingine ya kuweza kuhakikisha kwamba ujumbe wa msingi ambao umeandaliwa hauwezi kuwafikia wale watu wote ambao walihitaji sana kuweza kuyasikia hayo maneno. Kwa mfano, anazungumza mtu fulani ana changamoto fulani, yupo katika janga fulani la tabia. Sasa lipo somo muhimu ambalo pengine angelisikia, angetafuta uamsho wa kweli, na mwishowe angekuwa mshindi dhidi ya jambo fulani ambalo analipitia ni hofu. Kwa sababu shetani anajua tabia fulani ambayo mtu anayo, na hivyo inampasa kuweza kuiacha, na anafahamu ya kwamba ikiwa atabahatika kuweza kulisikia lile somo ambalo limeandaliwa na mjumbe, ataanza kupona kutoka katika tabia yake isiyofaa. Hivyo anachokifanya, anatengeneza shughuli nyingine ambazo zitamtoa huyo mtu kutoka katika kusikia hilo somo na kumpeleka katika shughuli nyingine ambazo zitahitaji uwepo wake, na hivi hataweza kushiriki katika pande zote. Huku anakosa somo la mjumbe, huku anakutana na shughuli nyingine, na hatimaye bado hajakutana na kitu ambacho kitaweza kumsaidia kuweza kufahamu ubaya wa tabia yake, na hivyo kutafuta nguvu ya kuweza kuachana nayo. Kwa hiyo hii bado inatuonyesha watu wa Mungu ya kwamba pambano la kuweza kuachana na dhambi bado ni pambano kali kubwa sana, kwa sababu tunapojaribu kuweza kutafuta uamsho, bado adui yupo. Tunapoendelea kulala katika usingizi, adui haogopi, anaendelea kuwa katika hali ya amani, kwa sababu lengo lake ni kuendelea kuwaweka watu katika giza hadi upatanisho wa Mwokozi utakapokuja. Na shetani anajua muda wake umekwisha. Pambano kuu linasema wazi ya kwamba kazi ya uharibifu ya shetani itadumu kwa muda wa miaka 6000, na kwa mujibu wa maandiko ukomo wa miaka 6000 ni 2031. Kwa hiyo tutarajie vitu vingi sana kuelekea katika huo mwaka. Shetani atapindua serikali mbalimbali ambazo bado zimeendelea kuweka nyuma ajenda zake, lakini pia hata katika makanisa mambo mengi yataendelea kutokea, kuendelea kuweka watu kushindwa kujitakasa wakati tumekaribia kwenda nyumbani. Nabii anaendelea kusema tena katika Pambano Kuu ya Kiswahili 396 paragraph 4, anasema kwa maana nyingine shetani tena anawaona watumishi wa Bwana wakiwa na mizigo kwa sababu ya giza la kiroho linalowafunika watu. Anasikia maombi ya dhati kwa ajili ya neema na nguvu ya kiungu ivunje laana ya kutojali, uzembe na uvivu. Ndipo kwa juhudi mpya anatumia uelevu wake, anawajaribu watu waendekeze uchu wa chakula au aina nyingine ya anasa, na kwa njia hiyo anatia ganzi fahamu zao washindwe kusikiliza mambo ambayo walihitaji sana kuyasikia. Hapa tunaelezwa tena wakati sasa wale waliofanikiwa kuweza kulisikia labda ujumbe wa msingi, na napotafuta sasa juhudi tena za kuweza kubadilika, shetani tena naona hawa watu wakiwa katika mtaluko, namna ambavyo wanapambana sasa kuweza kuachana na tabia isiyofaa, kuachana na uvivu, kutokujali, uzembe. Wakati watu wapo katika hatua hizo muhimu,
bado tena kwa juhudi mpya anatumia uelevu wake mwingine, anawajaribu watu waendekeze uchu wa chakula au aina nyingine ya anasa. Jambo la kwanza ambalo limetajwa hapa ni uchu wa chakula. Kwa hiyo tuna kazi ya kuweza kufanya katika kuweza kuangalia namna ambavyo tunakula, namna ambavyo ya kudhibiti tunakulaje. Ikiwa tunatengeneza uchu wa chakula, kula mara kwa mara ama kuendekeza chakula fulani kwa mfano vyakula vya nyama, vyakula vya mafuta, vyakula vyenye sukari vingi sana, haviishii tu kuharibu afya zetu, bali pia vinaendelea kuharibu hata matengenezo ambayo tunayatamani. Chakula kama chakula kimekuwa kibaya hasa katika kuweza kuharibu fahamu za watu. Kwa hiyo kama mtu alikuwa kwenye matengenezo, amesikia masomo ya msingi, anataka kuweza kuachana na kutokujali, uzembe na uvivu, lakini kupitia chakula, kama akiwa anaendelea kuwa na uchu wa chakula, matengenezo yake yanaenda kufa, kwa sababu chakula ni sehemu muhimu sana ambayo inashughulika na afya ya ubongo, hasa katika kuweza kupunguza uwezo wa kufikiri na kufahamu mambo. Kwa hiyo kama uwezo wa kufikiri na kufahamu mambo utashuka, basi mtu bado atashindwa kuweza kuyafikia matengenezo ambayo anahitaji. Na ndio maana wakati mwingine, ili tuweze kuwa na afya nzuri ya akili, tunapendekezwa kuweza kuwa na siku za mfungo. Katika kufunga tutaweza kuongeza nguvu ya kuweza kufahamu na kujali mambo. Kwa hiyo uchu wa chakula ni miongoni mwa sehemu ambapo adui anaitumia kuweza kuua matengenezo ambayo watu walikuwa wameanza. Lakini anasema kuna anasa nyingine. Anaweza kaleta jambo jingine ambalo ni nzuri, lakini pale ambapo tunatumia muda mwingi kuweza kulifanya hilo na tukasahau baadhi ya vipengele vya msingi ili kuweza kuwa na uamsho wa kweli, bado hilo jambo litaendelea kutuacha katika giza la dhambi, kwa sababu ili kuweza kuishinda tabia yote ile, mpendwa, inahitajika muda. Bila kuwepo na muda, hatutaweza kuachana na tabia yote ile mbaya. Kwa hiyo kama tutaendekeza jambo fulani tukakosa muda sasa wa kuweza kuchunguza nafsi zetu, na tunapochunguza vizuri tunajua ya kwamba tu uchi tunahitaji vazi la Kristo, na ni lazima tuweze kuwa na muda wa Mungu kwa maombi, kwa kujifunza neno la Mungu. Haya mambo mawili yamekuwa ni msingi sana wa kuweza kuondoa tabia isiyofaa. Lakini tunapoendekeza anasa fulani, maana yake tunakosa muda huo na Mungu. Kwa hiyo hatuwezi tukaondoka kwenye giza la kutokujali, uzembe, uvivu na dhambi. Kwa hiyo hapa tunafahamisha kwamba ili kuweza kuwa na uamsho wa kweli ni lazima tuweze kuepuka uchu wa chakula. Tunakulaje, lakini pia muda tunautumiaje. Anamalizia kwa kusema, anasema pamoja na hayo, shetani anajua sana wale ambao anaweza kuongoza wapuuzie maombi na wasijali kuchunguza maandiko wataangushwa na mashambulizi yake. Hivyo anatengeneza kila nyenzo inawezekana kufunga kila akili. Pamoja na hayo, shetani anajua sana kuwa wale ambao anaweza kuwaongoza wapuuzie maombi na wasijali kuchunguza maandiko wataangushwa na mashambulizi yake. Hivyo anatengeneza kila nyenzo inawezekana kufunga kila akili. Katika sehemu ya mwisho ambayo watu wanatakiwa kuweza kuweka juhudi ni katika kuomba. Kamwe mdhambi kama mdhambi hana uwezo wa kuweza kushinda tabia yoyote ile pasipokuwa na maombi. Kwa hiyo nyenzo ya mwisho ambayo shetani anaenda kuiua kwa watu ili watu waendelee kubaki katika giza la dhambi ni kuwafanya watu wapuuzie maombi. Kama watu wakipuuzia maombi, kwa maana nyingine hawana muunganiko na nguvu za Kristo ambazo zitaleta uhai wa Kristo ndani yao na kutoa uhai wa dhambi. Kwa hiyo ni katika maombi pekee ndipo ambapo tunaweza tukazima minong'ono yote ya dhambi. Tunaombaje mara ngapi? Na katika maombi vitu vya msingi ambavyo tunatakiwa kuweza kuomba, sio kwanza kuomba tu mahitaji ya maisha haya. Hayo Baba anajua. Jambo la kwanza ambalo Mungu analihitaji, tuweze kwanza kuomba kwa ajili ya ushindi wa dhambi. Tuweze kuomba kwa ajili ya kuweza kuwa na vazi la Kristo. Kwa hiyo hapa, wapendwa na marafiki, ni wasisitizie wazi ya kwamba ili kuweza kubadilika tabia fulani tunahitaji maombi yasiyokoma. Kristo alikuwa ni mfano wa namna ambavyo aliomba mara kwa mara bila kukata tamaa. Kwa hiyo hata na sisi ili tuweze kushinda dhambi ni lazima tuweze kuwa na maombi mengi. Bila maombi tutaendelea kubaki katika minong'ono ya kusikiliza na kutenda uovu. Angalia, Biblia inasema hivi
Na huu ni ushauri wa Yesu katika kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 36, anasema basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Mambo yote ambayo yanaujia ulimwengu, hatima yetu ili iweze kuwa ni njema na tusipotee, ni lazima tuweze kukesha na kuomba kila wakati ili kupata kuokoka kwa mambo yote ambayo yanakuja kutokea. Bila maombi hatutaweza kusimama imara katika zamu zetu, na hivyo tutakuta tukiwa tumelala na mwisho wa yote tutapotea milele. Ni katika kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 41, anasema kesheni na kusali msije mkaingia katika majaribu. Roho hi radhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo bado tunahitaji kuweza kuwa na maombi ili tuweze tukayashinda majaribu yote. Wakati dhambi inapotujia, wakati fulani hatuelewi mambo yanavyoenda, ili tuweze kuyashinda yote tunahitaji maombi. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuomba ili kuweza kuhakikisha ya kwamba uhai wa Kristo unakaa ndani yetu, tutaweza kuvumilia majaribu yote, tutaweza kujitenga na dhambi, na hatimaye tutakuwa miongoni mwa wale ambao wanafaa sasa kwenda nyumbani kwa Baba. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili zenu mkeshe katika sala. Lakini pia tunafahamu kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho. Kengele nyingi za unabii zimesikika. Yaani kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025 tunaweza tukasema kwa hakika ya kwamba 2020 tulianza mianzo ya ule mwisho. Na hivyo mwisho wa mambo yote umekaribia. Na kama mwisho wa mambo yote umekaribia, kule mwanzo tumesoma wazi ya kwamba Shetani anafahamu wazi ya kwamba ukomo wake umekaribia. Hivyo anaongeza juhudi mara ngapi? Anaongeza juhudi mara 2 kuhakikisha ya kwanza anaishinda kazi ya Kristo. Kwa hiyo kama nyuma Shetani alikuwa na juhudi kidogo, ana juhudi jinsi ilivyokuwa kubwa. Sasa tunaambiwa juhudi yake ni mara 2 kuweza kuhakikisha wazi ya kwamba hadi upatanisho wa Mwokozi unapoenda kuisha, watu wapo katika giza la kutubu. Muwe na kiasi na kukesha, maana mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka huku na huku akimtafuta mtu ammeze. Tunahitaji kiasi katika mambo yetu, na tufahamu wazi ya kwamba kazi ya Shetani ya uharibifu imefananishwa kama simba angurumaye. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuwa na muda, lazima tukeshe, lazima tuwe na kiasi katika kula, katika kufanya shughuli zetu, na muda mwingine tuutenge kwa ajili ya maombi, kujifunza maandiko, na kupitia hayo Roho wa Mungu atatushindia, atatupa badiliko halisi katika mioyo yetu. Mitego mingine Shetani ipo katika kuweza kujifunza maandiko. Watu wengi wanatumia maandiko katika namna isiyofaa, na utumiaji wa maandiko wa namna hiyo umeendelea kuwaweka watu katika mambo ya uongo, lakini pia umeendelea kuwaweka watu katika kuweza kushindwa kuweza kujua nini wanachopaswa kuweza kufanya. Katika maandiko Shetani anafanya mambo yafuatayo. Moja, anapotosha tafsiri za maandiko. Nabii anasema tafsiri za maandiko zisizo dhahiri na za kufikirika na nadharia nyingi zinazopingana kuhusu imani za dini zinazopatikana katika ulimwengu wa Kristo ni kazi za adui yetu mkuu kuchanganya akili ili watu wasitambue ukweli, na misuguano na migawanyiko iliyomo miongoni mwa makanisa ya Kikristo. Inasababishwa kwa kiwango kikubwa na desturi zilizopo za kutumia vibaya maandiko, kuunga mkono nadharia zinazopendwa badala ya kujifunza kwa uangalifu neno la Mungu kwa unyenyekevu, kwa moyo, ili kujua mapenzi yake. Wengi wanatafuta kugundua kitu kisichokuwa cha kawaida au kipya. Sasa tunawajua Biblia ni moja, lakini makanisa mengi ya leo yamekuwa yakitofautiana katika vipengele vingi sana, na makanisa yanazidi kuongezeka. Hii ni kwa sababu gani? Maandiko yanatumiwa kwa namna ambayo haifai. Lakini pia watu wengi wapo katika imani za uongo kwa sababu wamefundishwa tafsiri potofu za Biblia na wanaziamini. Kwa hiyo hii ni nyanja nyingine ambayo Shetani anaendelea kuitumia kuhakikisha watu kwamba anawapoteza. Ndiyo, watu wanasoma Biblia, lakini tafsiri ambazo wanazitumia katika kuweza kujifunza maandiko ni tafsiri ambazo ndani yake zimewekewa uongo. Kwa mfano, Wakristo wale wanaamini wazi ya kwamba Jumapili ndio siku ya ibada. Kila Jumapili watafunga biashara zao, wataenda kanisani kuabudu Mungu. Kwa hiyo wanaheshimu ibada ya siku ya Jumapili. Lakini je, Biblia iliweka Jumapili au iliweka Sabato ya Jumamosi? Mungu aliweka Sabato ya siku ya 7 ambayo aliyataka wanadamu wote waweze kupumzika, na wanapofanya hivyo wanatambua wazi ya kwamba
Baba ndiye aliyeziumba mbingu na nchi kwa muda wa siku 6. Kwa hiyo ikiwa Wakristo wanatunza Jumapili badala ya Sabato, tayari wapo katika tafsiri potofu ya maandiko. Watu wanaamini baada ya kifo wafu wanaenda mbinguni. Watu wanaamini baada ya kifo wafu wapo motoni. Je, maandiko yanaeleza namna hiyo? Hapana. Maandiko yanaeleza kwamba wafu baada ya kufa wataendelea kubaki katika makaburi yao hadi wakati Yesu anapokuja mara pili, na ujio wa Yesu mara pili kwa kiasi kubwa tayari umekaribia, na ishara zote zimeshaonyesha wazi ya kwamba Mwokozi anakuja. Lakini zipo imani zinatumia maandiko ya Biblia kusema wazi ya kwamba wafu wanaenda mbinguni, wafu wapo motoni, mambo ambayo ni uongo. Kwa hiyo katika kupotosha maandiko, watu wameendelea kuwekwa katika njia ya uongo. Nabii anasema kutumia Biblia vibaya kuhalalisha mafundisho ya uongo. Anasema ili kuhalalisha mafundisho yao yenye makosa na matendo yao yasiyokuwa ya Kikristo, baadhi wanachukua aya za maandiko zikiwa zimetengwa na muktadha, pengine wakinukuu nusu ya aya moja kuthibitisha hoja yao, wakati sehemu iliyobaki ingeonyesha maana iliyo kinyume kabisa. Kwa werevu wa nyoka, wanajibanza nyuma ya kauli zisizokuwa na uhusiano, zilizobuniwa kukizi tamaa zao za kimwili. Kwa njia hiyo, watu wengi kwa uchunguzi wao wanapotosha neno la Mungu. Wengine wanaofikiri sana juu ya mambo ya kuwazika tu. Katika maana hii nyingine inasema wazi ya kwamba baadhi ya watu ambao adui anaongoza waweze kuchukua kiaya fulani hivi cha maandiko, kisha wanaishia hapo, na badala yake wanatoa muktadha wa vile ambavyo wenyewe wanaona. Kwa mfano, mtu anaweza akakwambia Wakristo hawawezi kuokolewa. Kwa mfano, mtu anakuja anakuambia wazi kwamba Wakristo hawawezi kuokolewa, kwa hiyo ili uweze kuokolewa unabidi upase wacha imani ya Kristo. Anatumia andiko lipi? Kwa mfano ile andiko la Korinto wa kwanza 15:20 linasema hivi, kwa maana hao waliolala katika Kristo wamepotea pia. Yaani kwa mfano ukisoma tu ako kamstari kwamba waliolala katika Kristo wamepotea, lakini ukiangalia muktadha wa ile andiko halimaanishi kwamba Wakristo wamepotea. Ukichunguza vizuri inaeleza wazi ya kwamba ikiwa Kristo hakufufuka katika wafu, basi hata hao waliolala katika Kristo wamepotea. Kwa hiyo mtu anakuja anachukua hapo, kisha anafundisha ulimwengu wazi ya kwamba waliolala katika Kristo wamepotea. Hapa ni kutumia Biblia vibaya kuweza kuhalalisha mafundisho ya uongo. Nimesikia mijadala mingi ya Kiislamu namna ambavyo wanafundisha kwamba imani ya Kristo ni imani ambayo imepotea. Ni kutokana na mafundisho ama kutokana na mistari baadhi ya Biblia ambayo inatumiwa vibaya nje ya muktadha ambao ulikuwa umekusudiwa. Lakini pia hapo makanisa mengine makubwa ya uongo, kwa mfano Roman Catholic Church, wao wana mafundisho mengi ya uongo ambayo ikiwa watu watapata nafasi ya kuweza kuchunguza maandiko kwa bidii, kwa hakika ufalme wa giza wa shetani utatiwa giza na watu wengi watajitenga nao. Lakini pia hata tutakapojifunza maandiko bila kuomba, bado tupo katika giza la kushindwa kuweza kuelewa mapenzi ya Mungu. Biblia kama Biblia imekusudiwa kuweza kuwa mwongozo kamili kwa watu wote wa Mungu. Kwa hiyo ili kuweza kujifunza vizuri maandiko ni lazima tuombe kwanza. Anasema katika kitabu cha Pambano Kuu 398 paragraph ya 3, wakati wote wa kujifunza maandiko tunapofanyika bila roho ya maombi, unyenyekevu au kufundishika, haya za wazi na za rahisi kabisa pamoja na zile ngumu kabisa zitaeleweka tofauti na namna yake ya awali. Viongozi wa upapa wanachagua sehemu za maandiko zinazokidhi vizuri zaidi kusudi lao, wanazitafsiri wanavyopenda wenyewe, na ndipo huwasilisha tafsiri hizi kwa watu, huku wakiwanyima fursa ya kujifunza Biblia na kuelewa ukweli mtakatifu wao wenyewe. Biblia nzima inapaswa kutolewa kwa watu kama inavyosomeka. Ingekuwa bora na zaidi kwao wasipate kabisa mafundisho ya Biblia kuliko kupata mafundisho ya maandiko yaliyowakilisha vibaya kwa kiwango hicho. Kwa hiyo hata kama tunapojifunza maandiko bila kuweza kuomba, bado tunaingia katika kuweza kuzitumia aya za Biblia katika namna nyingine ambayo haifai. Nitaja mfano wa viongozi wa papa, namna ambavyo wanachagua maandiko na kuweza kuyatumia vibaya. Mambo yote haya ambayo wanayafanya yana usiku wake wa mwisho. Kwa hiyo adhabu inakuja. Hayataachwa hivyo hivyo tu. Adhabu inakuja. Lakini jambo la mwisho ambalo tunatakiwa tuweze kulifahamu, nini kusudi la maandiko? Maandiko yana kusudi gani? Nabii anasema Biblia ilikusudiwa iwe mwongozo kwa wale watu wote wanaopenda kuyajua mapenzi ya Muumbaji wao.
Mungu aliwapa wanadamu neno lake la kweli la unabii. Malaika na hata Kristo wenyewe walikuja kumfunulia Danieli na Yohana mambo ambayo hayana budi kuja upesi. Yale mambo muhimu yanayohusu wokovu wetu hayakuachwa sirini, hayakufunuliwa katika namna ambayo itamtatanisha na kumpoteza mtafutaji wa dhati wa ile kweli. Bwana alisema kupitia nabii Habakuki. Bwana akajibu akasema, iandike njozi hii ukaifanya iwe wazi, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Neno la Mungu liko wazi kwa watu wote wanaolisoma kwa moyo wa maombi. Kila mtu aliye mwaminifu wa kweli atapokea nuru ya kweli. Nuru imemzukia mwenye haki, na hakuna kanisa linaloweza kukua katika utakatifu isipokuwa washiriki wake wanaotafuta ukweli wa dhati kama kutafuta hazina iliyositirika. Hakuna kanisa linaloweza kukua katika utakatifu isipokuwa washiriki wake wanaotafuta ukweli kwa dhati kama kutafuta hazina iliyositirika. Hiyo ndio ilikuwa kusudi la maandiko matakatifu kuweza kuandikwa kwetu. Kwa hiyo tukiweza kujifunza katika namna hiyo, ndipo ambapo tutapata faida kubwa sana. Bwana wabariki. Tutakuwa na mafululizo wa masomo mengine. Tuzidi kuomba, tuzidi kujiandaa. Kesi zetu zinaendelea mbinguni sasa. Mwisho wa yote Mwokozi atarudi.